Na katika sehemu ya pili ya makala ya Mui Huwa Mwema, tunaangazia hali ya wanawake wawili ambao ugumu wa maisha baada ya jela umewalazimu kubadilisha biashara mara kwa mara na hata mmoja kuihama nchi. Makapombe alikutana nao na sasa anaarifu. Eva Atieno anatengeneza mapambo ya shanga katika duka lake mtaani Kawangware, Nairobi. Ni mojawapo ya kazi alizojifunza alipofungwa gerezani miaka 4 kwa tuhuma za wizi ambazo hadi leo anasisitiza alihukumiwa kimakosa. Lakini sio wakati wote anaonekana mchangamfu. Mara kwa mara machozi yanamtoka anapotueleza jinsi maisha yalivyobadilika tangu atoke gerezani, nyumbani na hata kazini. Anko yoyo kijana akaanza kusema simu yake sijui ilipotea na charger. Akasema vitu zilikuwa zipotei since nikuje hapo, sasa ndio vitu zimeanza kupotea. Visa kama hivyo vilimwandama hata alipokuwa anatafuta kazi na kila alipohama kutoka mtaa mmoja hadi mwingine. Mtu haizi nunua chakula yako, unaangaliwa ni kama yani wewe ni mtu strange, umetoka place nyingine. Kuna dancing competition. Picha anazonionyesha ni za kabla afungwe gerezani na wakati akiwa gerezani alipoamua kutumia fursa hiyo kujijenga upya. Marafiki zangu wa zamani hakuna ambaye alinisaidia, and boyfriend yangu pia tuliachana naye, na kwenye hiyo mambo ya prison ilitokezea. Mariam Nzeimana ni mwingine ambaye alifungwa kwa zaidi ya miaka 3 kwa kosa la ulanguzi wa dawa za kulevya. Alipokuwa gerezani alijifunza kushona akiwa na matumaini kuwa mara tu atakapokuwa huru hatakosa namna ya kujikimu yeye na watoto wake 5. Nashona vitu za embroidery na fanya table mats, table cloth, but kupata nani atanunua, sina market. Familia yake ilimpokea vizuri na sasa anafurahia uhuru na kuwalea watoto wake. Siku nilitoka alishindwa kuelewa niite mami ama niite nani anti. Hata hivyo jamii haijamkubali kabisa. Ni wachache wanaelewa hali yangu. Nawaambia hiyo ni hali ya kitambo, nimepita jela, nimepitia haya. Mimi sitarudia ile kitu ilinifanya niende huko. Eva na Mariam walipata matumaini kutoka kwa mtu mmoja ambaye aliwafadhili hadi walipo sasa. Father Innocent kama angekuwa Mungu ningemworship. Ni venye yeye si Mungu, ni binadamu tu kama mimi. So with him I feel nimepata mtu ananielewa, anibagui, asemi kwamba huyu ni muuaji ama ni muizi. Anajaribu tu venye anaweza kubadilisha maisha yangu. Mahojiano haya na Eva na Mariam yalifanyika mwaka 2014 na sasa Eva amehamia taifa la Saudi Arabia ambapo amefanya kazi ya nyumba kwa miezi 6. Marafiki wake wa karibu wanatueleza kuwa ubaguzi aliyoupitia humu nchini ulimlazimu kuchukua hatua hiyo, lakini sasa amepata amani kwa kiasi kikubwa. Usikubali umetoka nje and then you're in another prison. Usikubali mtu akufinyilie. Kama unajua kitu lazima mtu atakushika mkono akiona ile kitu yenye uko nayo, lakini kama haujafanya kitu chochote mtu atakushika mkono muende aje. Mariam kwa upande wake amebadili biashara na sasa anauza samaki sana kwa wateja ambao ni waumini wenzake kanisani. Kulingana naye, vitambaa alivyokuwa anashona havitumiki tena manyumbani na kushona nguo bila wateja ilikuwa inampa hasara. Makala, KTN News, makala.